kujiuliza, nabii ambaye yuko kwenye shida, yuko kwenye matatizo, analetewa jambo jingine na Mungu, anamchukua anampeleka mahali, anamwambia sikiza Ezekieli, ni kweli unaomba, lakini sahihi angalia shughuli hii. Anaangalia Ezekieli anatana na mifupa, anasubiri ambacho atamwambia Bwana. Bwana anamwambia sikiliza, unaweza kutabiri. Yani Mungu anarudi kwa nafasi ile ile ambayo ni ofisi ya kinabii, anapitishia jaribu la kimungu kwa habari ya maisha yake. Mungu anamuuliza Ezekieli, waweza kutabiri? Unajua Ezekieli alipoangalia ile mifupa, ndani yake kulikuwa hakuna tumaini la kurudisha uhai wa ile mifupa. Alipoangalia, halafu akamwangalia Bwana, akasema wewe wajua. Ukiona mtu anarudisha jibu kwa aliyemtuma, maana yake hali ya jambo lile haiko sawa. Maana aliangalia kibinadamu, ile mifupa kwanza ni mikavu, halafu nimeambiwa ni tabiri, na hii ni ofisi yangu. Manake Ezekieli alikuwa akitabiri, manake Mungu alikuwa lakini sahihi anampeleka, anamwambia sikiliza, hii ni mifupa mikavu, nataka utabiri. Praise the Lord Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. Ezekieli akamwambia unajua Bwana, akasema tabiria upepo, halafu pumzi ya yule upepo utaingia kwenye ile mifupa, nayo ile mifupa itakuwa hai. Come on, sijui kama naongea tena nanielewa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukiendelea unakutana na Ezekieli anatabiri, alafu anasema hivi, nalo likawa jeshi kubwa. Na ukiendelea mpaka mwisho anamwambia hivi, hili lilikuwa taifa la Israeli. Sasa angalia, ni nani aliyesababisha watu hawa ambao ni mifupa mikavu wauawe? Ni nani aliyeshughulikia uhai wa hawa watu wakafa? Naomba nisikilize kwa makini. Jina Bwana libarikiwe sana. Nyuma ya shida ulionayo kuna aliye chanzo cha tatizo la shida yako. Hakuna tatizo ambalo nyuma yake halina chanzo cha tatizo. Ukiona una tatizo, na watu wengi ndo wanapata shida moja hapa, wanakimbilia kutatua tatizo kuliko kushughulikia chanzo cha tatizo. Jina Bwana libarikiwe sana. Hawa watu ambao wameuawa, kuna wao kuuawa. Nani ambaye aliwashughulikia? Watu ambao walikuwa hai lakini wamekufa, halafu anapewa kazi mtu mwingine. Kama leo napewa kazi mimi Onesimo, nishughulikie matatizo ulionayo, haijalishi ni nani aliye nyuma ya chanzo cha shida yako. Lazima hiyo shida iondolewe